nimwalike baba paroko ili aweze kutukaribisha, na kwa njia ya kipekee amkaribishe baba askofu hapa parokiani. Kwa hivyo baba paroko, karibu sana. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Tuko na furaha ama tuko na furaha? Kwa hivyo basi leo Kwa hivyo basi leo ni siku ya furaha sana katika parishi yetu ambayo tunasherekea patron saints wetu, Saint Peter and Paul, na vile imekuwa utamaduni wetu tunasherekea njia ambazo zinaendelea na kuweka moyo wa Ukristo katika maisha yetu, moto wa imani. Na tumekuwa tunasherekea kuwa na sakramenti ya harusi, na leo kuna harusi na pia wale ambao watarenew their vows na CTA, pamoja na wale ambao wameachwa na wapenzi wao, widows and the widowers, ili sherehe zetu za leo za kusherekea patron saints wetu ziweze kufana zaidi na tuweze kuimarika katika imani. Basi ni siku ya furaha sana ambayo tumepata baraka ya baba askofu wetu. Tuko na bahati sana kama parish, kwa sababu baba askofu wetu alipokuja wote kama auxiliary bishop alitutembelea ile wiki ya kwanza ama ya pili, akiwa na retired Bishop Paul. Na sasa baba mtakatifu amemteua askofu wetu Simon Peter kuwa askofu wetu wa pili wa diocese ya Wote. Makofi kwa Mungu. Kwa hivyo basi vile uteuzi lafanyika njuzi, ni sisi ni wale ambao ni wa kwanza kupata baraka za kutembelewa na askofu katika hii kututembelea kiitume, aweze kutubariki kwa hizo sherehe za leo, na tuweze pia kukumbuka siku yetu ya Mtakatifu Peter and Paul. Ningeomba kwa unyenyekevu sana, niombe dakika kama 5 hivi niweze kueleza kwa ufupi sana mambo ya imani Kilungu. Very brief remarks ambayo tatuweka kwa sini ya imani Kilungu. Nitaanza na 1908. 1908 kulikuwa na superior wa Holy Ghost Fathers. Alikuwa mmoja, alikuwa kutoka jimbo anashughulikia region ya Zanzibar, mwingine alikuwa anashughulikia Mombasa. Hao wawili walikuwa wametembelea Nairobi because 1900 ni kama ndio wazungu Holy Ghost walikuja Nairobi kutoka Zanzibar na Mombasa kueneza injili ya Katoliki in the interior Kenya. Kwa hivyo 1908 hao wawili wakatoka Mang'u kwa mguu. Superior ambaye alikuwa anashughulikia Zanzibar na yule alikuwa anashughulikia Mombasa wakakuwa Nairobi. Wakatoka Mang'u mguu wakafika Ukambani Kanzalu, waone kwamba wanaweza kuanzisha mission station Ukambani. Walitembea Kanzalu, wakatembea Kabaa, wakatembea Kombe, na wakasema Kombe ndio the best place. Sasa Lenkote ambaye alikuwa anashughulikia Mombasa na ambaye alikuwa huyo alikuja 1908 akawekwa awe superior wa Mang'u 1912.
na alipokuwa superior wa Mang'u 1913 wakasema 1912 alipokuwa superior walikuja Kabaa, mission ya Kabaa ikaanza. 1913 alitoka Kabaa akuja Kilungu. Alipokuja Kilungu alitemea 200 miles. Hiyo ni kama 300 kilometers kwa mguu kutoka Kabaa mpaka Kilungu. Alikuwa nataka aone ni wapi anaweza kuanzisha parish huko Kilungu. Hiyo 1913 pia ndio officially walianza hiyo parish ya Kabaa Kombe, because alikuwa 1908, 4 years later wakaanza parish Kabaa. Sasa walipoanza parish Kabaa 1913 wakafanya kazi huko, katoka Kombe wakaenda Kabaa wakatulia. 1918 Father Holbert alikuwa superior wa the Mang'u region, akateuliwa kuwa ndio atashughulikia mission ya Ukambani ya Kabaa. 6 years wazungu walikuwa Kabaa. Sasa Holbert ametoka Mang'u ndio aweze kuwa kiongozi wa neno la Bwana katika Kabaa mission. The only one ni Ukambani. Holbert alitoka Kiambu. Alikuwa na vijana 4. Kijana moja alikuwa Theophilus Molwa, mwingine Theodore Ndunga, mwingine Joseph Ipita na Michael Katumba. Theophilus was the first Kamba to be baptized in 1910 St. Augustine. Kwa hivyo Holbert alikuja na hawa kwa sababu ni Wakamba, watamsaidia kueneza kukatekaize Wakamba wakwe wa Kristo. Kwa sababu hiyo miaka 6 yule father alikuweko, watu wa Kabaa wako wamekubali Ukristo na alikuwa amebatiza wachache sana. Kwa hivyo hao Wakamba 4 wametoka Kilungu. Baba askofu hao 4, mmoja kwao ni hapa chini, mwingine kwao ni hapa saidi nyingine, mwingine wao hapa chini. Original Kamba ambao walitoka na Albert Kabaa, wakamwambia vile watu wa Kabaa wataki neno la Bwana, twende Kilungu tukaanze tuone kama tunaweza kuanza parish. Kwa hivyo 1918 alikuja, early 1918 walifika Kilungu, wakaona tunaweza kuwa na parish, na by end of 1918 walikuwa wameanza mikakato ya kuanza parish hapa Kilungu. Na vile Mulwa alikuwa anashughulikiana na political government, wakaanza kabisa kufanya applications ndio tupate parish. 1919 high school Kikoko Girls, then now Precious Blood wakapatiwa ruhusa wa kwanza shule. Halafu 1920 officially Albert akaja Kilungu na parish ya Kilungu ikaanza. Sasa alikuja early 1920 the first celebration ya Kilungu parish ilifanyika tarehe 24 December 1920. Ilikuwa ya furaha sana kwa sababu walikuwa wamekaa Kabaa for around 6 years, wako wamepata wafuasi, but in less than 1 year walimbatiza watu 17. Halafu wale wali receive Holy Communion 24th of December 1920 walikuwa 36. None of them walikuwa wanafanya kazi na railway line, walikuwa Wanjaluo, walikuwa wanaitwa Kabirondos. Hiyo ndio Father Otondi ameandika kwa hiyo kitabu ya Imani Ukambani. Kwa hivyo 1920 24th of December, sherehe ya kwanza ya kusherekea Saint Peter and Paul kukiwa na Watecumens 17 ilifanyika hapa Kilungu, na Father alifurahia sana kwa sababu alikaribishwa vizuri na watu wa Kilungu, na mwaka mmoja watu wako na furaha sana. Sherehe walikula nyama na wali, wakafurahi sana. Na tangu wakati ule sherehe za Saint Peter and Paul zilikuwa zinasherekewa kila mwaka. Walikuwa nakuja siku 3, wanaanza kuimba, wanakula nyama na wanakula wali, siku 3 wanaimba, wanafurahia. Hiyo ni 1920. 25 Albert akatoka hapa, akaenda mguu mpaka Mbitini Mulala. Alipoingia Mbitini, akaanzisha Mbitini
parish. Alafu alikuwa anafanya kazi Kilungu wiki mbili, anaenda Mbitini wiki mbili mguu, na kazi ikaendelea. From Mbitini the faith along Mombasa Road ikaendelea. Later watu wa Kanzalu wale wa Pambatu walikuwa Kabaa, wakapanda Kanzalu wakaanza. Alafu kutoka hapa Kilungu Muthetheni, kutoka hapa Kilungu Kaumoni, Kabonzweni, alafu Yata. Kwa hivyo kiini cha neno la Bwana katika Ukambani ni hapa Kilungu. Makofi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi Muthetheni ilikuwa 1940, Kanzalu 42, Kaumoni 52, from Kaumoni Kadhonzeni, alafu ikaingia wote na neno la Bwana ikaendelea na kuenea. Kwa hivyo sasa bila tulikuwa tunasherehekea St. Peter and Paul. For the last few years tumechange our design. Tukaona kwamba tufanye mambo ambayo yanakuza imani. Tukaanza kuwa na mass weddings, ndio wale ambao hawajapata kuwa wanaweza kushika katika Ekaristi Takatifu wapate hiyo nafasi. So in the last 3 years tumeweza kuunganisha ndoa 107 na leo tuko na 13. Halafu leo ndio tuendelee na kuwa kile tuko na wengi ambao wanafunga harusi, tukaongeza wale ambao wana renew their vows za wedding, na tuko na kama 60 hivi, na pia tukaongeza wale ambao wameachwa na wapenzi wao wapate baraka, tuko na 150 na mbele. Pia tuko na CTA ambao ni walimu wetu wako kama 50 na mbele wako hapa. Kwa hivyo leo sherehe za leo tuko na hizo vikundi ambazo tunasherehekea St. Peter and Paul, na pia tuwakuze kwa imani. Sasa ile mambo ya wali na nyama haija inaendelea, lakini kwa njia nyingine. Njia nyingine kwamba tukiwa hapa tukisherehekea, sasa watu wote wanarudi nyumbani wanakula nyama na wali. Kwa hivyo nyama na wali bado haisingeisha, hiyo ni utamaduni wetu, na hiyo ndio design mpya. Halafu tumefanya statistics juzi, tukaona kwamba tumekuwa na weddings 107, tutakuwa na 13 more, but katika parish yetu tuko na 931 couples ambao hawajafunganisha kwa ndoa 931. Hii tulifanya Januari, sasa ni June, na ni kama zimeongezeka kwa sababu unaingia kwa jumuiya wanakuambia father, kuna mboma mpya hapa na ni familia mpya. Kwa hivyo kama ilikuwa Januari 931, saa hizi sio 931, zimeongezeka. Unaingia unapata father, kuna mboma mpya, na sio Mkamba, usimuongeleshe Kikamba. Unaangalia tu ameoleka njuzi, na kwanza ni kama juu jikoni ni wapi, kwa hivyo ni njuzi. Kwa hivyo ni kwamba kuna wengi ambao wameendelea na kuongezeka, na idadi ya wale ambao hawako katika harusi ni wengi. Kwa hivyo kazi bado, kazi tuendelee, tujikaze tuweze kuendelea na kazi ya Bwana. Kwa hivyo basi namkaribisha sana kwa unyenyekevu Baba Askofu wetu